Tufungue kitabu cha Zaburi 100 wanashindwa na asomi mahali. You don't need to. The software is already in you. When the software is in you, you Google search yourself. Hata wewe mwenyewe ndani yako, you know. Holy Spirit is a well. It's a well. So kazi yako ni kuchota tu. Unapea wale hawana. Okay. Shikeni, kunyweni. Hata ukipata mahali kumekauka, wewe unafanya watu wauishwe. They get refreshed because of the Holy Spirit that is in you. Because when Holy Spirit influences you, you can influence others. You cannot influence others if you are not spiritually influenced. Praise the name of the Lord. You cannot influence others if yourself you are not influenced. And the reason into why I love this Bible and the word that Paul wrote, ninaposoma haya mambo ya Paulo, praise the name of the Lord, ninaposoma mambo haya ya Paulo, nilijua the pouring out of the Holy Spirit transformed Paul into a mighty vessel of the Lord. Praise the name of the Lord. Paul, taught by Holy Spirit, was preaching Christ. The Holy Ghost is our great teacher. He comes to guide us, to teach us, and when God chooses someone to do his work, he empowers him. The reason into why Paul aliweza kuingia ndani na akafunza watu mambo ya undani wa Roho Mtakatifu ni kwa sababu alikubali Roho amfunze. Because when Holy Spirit influences you, he guides you. When he guides you, he teaches you. Hakuna mtu anaweza anguka mtihani wa kiroho akisomea shule ya roho. Unashika? Hakuna mtu anaweza anguka mtihani wa kiroho akisomea shule ya roho. When he teaches you, na Roho Mtakatifu hukufunza vizuri kwa sababu yeye hutumia matunda yake kukufunza. Unafika mahali unakuta watu wanajibizana, halafu Roho Mtakatifu anakuambia nilikufunza uondoke hapo. Hata wewe hujui vile umeondoka, unajipata umeondoka. Halafu kesho watu wanasikia ukisema kai, hata heri hivyo niliondoka. Walipigana. Walipigana mpaka huyo mwingine akakatwa na mkono na kisu. Na unaona Roho aliniongelesha. Kama wewe ni Mkristo na hujawahi sema Roho aliniongelesha, uko na kasoro. Because Holy Spirit is the genuine instinct. He is the genuine conscience. Paka unasema kai, hauni roho lake jali ilie basi. Unaambia kai, huyo msichana alikuwa anataka kukuwekelea mimba ni yake, ni yako. Na ndio unaona alikuwa anakusindikiza muende kwake. Ndio hiyo mimba ako nayo ya mwezi moja, akakwambia ni yako. Hapo unasema kai, hata hivyo Roho aliniongelesha. Unajua ni Roho aliniongelesha, ningemfuata. Na alikuwa ameniweka box kabisa, ningeenda. Unaambia mtu, ako nayo ya mwezi moja. Unaambia mtu, hata hivyo Roho aliniongelesha. Holy Spirit will never guide you to go and fail. Praise the name of the Lord. Unasikia mwingine anasema kai, ama unaenda unaona msichana mrembo hata hapa kanisa, unaona msichana mrembo kabisa, na akili zako zinakwambia ni mrembo sana wewe. Halafu tu hivyo tu naenda kumuongelesha, halafu instincts zinakwambia ama niachane naye. Ukienda pale nje unasikia mama wawili wamekaa pale wanasema, najua msichana anakunywa dawa. Unauliza mgani? Ule wana point mwenye ulikuwa umeona. Sema kai, kafo Roho ajariria. Roho ne atutharaga ugwatini. Kuri andu ungiona weherio na wewe nginya ni ukuoneta ungiteithikira ho, wewe ni ukuoneta nginya to ngiumirira ho, wewe ni ukuoneta hau niho gaceru waku ri, Roho agakumunya ukariga gwateriru nikinda gwathie na mbere. Tiwe ni Roho arona kuraya, Roho ne muoni kuraya. Praise the name of the Lord. Roho angekuonia mogwati maria anagutharari ungimutia muno. Praise the name of the Lord. Mimi bishop hapo sijui nini iliendelea, ni Roho anakuonea mbali. Sema haki bishop, imagine huyo kijana na mimi ndio nilikuwa nimeona huyo ndiye future. Halafu tulienda mahali akapigana, nikaona ni violent, tutaishi hivyo kwa ndoa. Ni Roho alifanya pigana aone.
Ni roho alisukumilia huyu, pigana niokoe mtoto wangu. Naambia hutaolewa naye sasa. Oh we, mimi siwezi olewa na mtu violent. Nimeona vile wanafanyanga huko kwetu Usago. We, unajua kuna mtu mwingine mpaka aliuanga mtu mwingine ndio nikaogopa violent people. Tiwe ni roho tidikire kana ndoro we. No tondu we niguo koragwo hana rwa eonere. Praise the name of the Lord. Paka jamaa anakupigia kesho. Sasa siko wachana mimi. Na usiwahi niongelesha mbona again. Paka roho anakukumbusha umeokoka. Sinipigie, nimeokoka mimi na Yesu tuko marafiki. Yaani roho anakupush mpaka anakukumbusha wewe ni wake. Sitaki mchezo na kijana ni Mjaruo mpaka unamuongeleza Kikuyu. Sinipigie, Yesu na hali ya kule medogo mno. Sinipigie mimi. Yesu na wale wamekulu. Sitaki. Kama sitaki. Praise the name of the Lord. It is because the Holy Spirit will always guide his people. The reason into why the Holy Spirit was left by Jesus Christ to us is for him to lead us, to guide us, to protect us and to cover us. Praise the name of the Lord. Hapo ndio unaonaga watu umeenda, umetia bidii, umepiga magoti, umeomba, umefunga, umesali, alafu una obtain grace. When you are spiritually influenced, Holy Spirit becomes like a blanket. He covers your grace. Unajua kuna watu wengine wako na grace but hiyo grace haina cover. Mshawahi ona watu wako hapo wako na grace lakini haina cover. Praise the name of the Lord. Wako na neema lakini haina cover. Roho Mtakatifu huja anakuwa hema ya kufunika neema ambayo imewekwa ndani yako. Ndio unaonanga watu wengine ukihubiri hata kama ni kwa crusade umeshika mic. The Bible says that Jesus came because of you sinners. Hallelujah. Mlevi anakuja akiimbaga. Akifika mahali unahubiria na jamaa hivyo. Na akikuja alikuwa anaimba waigwane ugodhie niedi kunyithite. Waigwane ugodhie ndaliwe na marwa. Akifika mahali unahubiri kwa sababu ya neema ambayo the covered grace. Unasikia na jamaa. Tio. Akiondoka area yako kwa sababu Roho Mtakatifu hukugawia area yako ambayo haina mchezo. Akifika kule unasikia na kuna wengine neema ambayo amepewa haina cover. Mlevi ni otherwise anatoka ni vile vingine. Anatoka huko kama amenyamaza. Ni vice versa. Anatoka huko kama amenyamaza. Akifika mahali huko unasema Biblia inasema kila waigwane hata anadansia hapo mbele ya jukwaa yenu ya crusade anadansia hapo. Waigwane ni neema ambayo imefunuliwa. The covered grace commands respect. You command respect. Unaona tu mtu anakuja anakuheshimu hata humjui na hata hakujui. Inaitangwa the covering of the grace. Holy Spirit covers the grace, and when the grace is covered, it is not exposed to the evil. You do not get exposed to evil. Unakuwa mtu ambaye hujipati katika mabaya sana. Unajua kuna watu wengine wanasemanga mimi sijui nini nilifanya, najipatanga kwa nooks kila wakati. Sio nooks. You don't have a covering. Praise the name of the Lord. You are exposed to the wrongs. Unakutaka mpaka siku zingine wewe hauna makosa. Kama kuna jamaa mwingine ananiambia mimi bishop lazima uniombee. Kwa nini? Mimi nakuanga na nooks. Atibaka siku nyingine unajua huko kwetu nyumbani walevi wakishikwa na polisi, hiyo karoli ka polisi kanakujaga kanawekwa kwa mlango ya bar. So unajua nyinyi mko huko ndani hamuoni. Kama ni bar iko na 2 stairs, karoli kanaturumilia mlango aje ka. So wewe ukifikiria unatoka nje, unatokanga unaingia kwa karoli. So akaniambia mimi niko na nuku sana bishop. Ni nini? Imagine nilikuwa kununua mkate. Mimi kutoka hivi kuingia mimi na ni mlango nilikuwa nimeacha pakiwa mlango. Kuingia hivi niliingia kwa karoli ya polisi. Na mkate hata nilipelekwa cell na nini? You know
there are those people who are exposed. Unajipataka kwa vita ya ploti uko, kwa vita ya kanisa uko, na sometimes hata sio wewe uliingia, lakini tu unajipata by coincidence, ujui unaingizwa na nini, ujui unaingizwa na nani. Hata hiyo vita ikianza kufuatwa, unajipata huko kwa hiyo vita. Unashinda sasa, hapa niliingia aje? Hata wewe mwenyewe unajiuliza, ni rekodi ya hau tia nani niki kuteka hau. Okay, roho you are exposed. But people who have the covering, who are spiritually influenced, they get a cover ambayo inawafunikia hata neema yao haiungui. Najua it is not exposed to bad things. Hawakui exposed kwa vita, hawakui exposed kwa fujo, hawakui exposed kwa maneno, lakini wewe unapatanga tu nuks. Ukora ganya nyitiro ne borithi kundu toy. Ukauma mugathika Kamega, mwathima thikoma kwa mundu. Ona ndoe kou. Na ningire mwathi kurara baru heithikanaga rucio. O macaka-ini ri, mwe macaka-ini na ko inokora ino urugamite yo. Ukaigua feko kacha kacha. Umeraga ni nini mkubwa? Songa huko. Hii ni masakani unakaa nje. Kinyomeraga mimi ni wa Nyeri. Oho. Kwa hivyo umetoka Nyeri uje utusumbue hapa. Hapana, nimeleta kijana wa hapa, ni rafiki yangu, tumekuja matanga. No wakora ginya matiraigua na wala ravero. Ukara ravero ya Kakamega na ndo wako. Asubuhi ndio unaona watu wanakuja kukutoa. Polisi wakwambia, pole sana. Nooks. Praise the name of the Lord. When you are spiritually influenced, that Paul was saying, that God guided me through his Holy Spirit. So there are some times we need God, but there are more times that we need Holy Spirit. Praise the name of the Lord. Tunahitaji Mungu, lakini mara nyingi ni ile tunahitaji Roho Mtakatifu, kama vile Paulo anasema. And that is how Paul was saying that I am spiritually influenced. And being spiritually influenced, ukiyasoma maandiko mingi ya Paulo anasemanga na nilikuwa tayari. Akiandika alikuwa anasema nyinyi nawaandikia wa Thessalonike nikiwa tayari. Because you are ever ready when Holy Spirit influences you. Praise the name of the Lord. Niko karibu kumaliza, naona masaa yetu imefika saa 12:30. Praise the name of the Lord. As they minister, that is the book of Acts chapter 13 verse 2. Acts chapter 13 verse 2. Tuwekee hapo kama unaiona. Matendo wa Mitume. Ni hana kwenye kamera. Aya, nidi muhono ne huja ya wito. Yotake hana. When people will doubt your identity, ask yourself about the influence of the Holy Spirit in you. Jiulize shinikizo la Roho Mtakatifu kama linaonekana juu yako. Because Barnaba na Sauli, Roho Mtakatifu amekuja, amewapata wakiwa vile mlivyo, alafu akasema hebu nitengee Barnaba na unitengee Sauli. That means wale watu wote walikuwa hapo, walikuwa wakifanya ibada. Si maandiko yamesema walikuwa wakifanya ibada? Walikuwa wakifanya ibada na walikuwa wamefunga, lakini Roho Mtakatifu alikuwa anataka hawa wakae tofauti. Yes, wote ni wa Kristo, lakini unakaa Mkristo tofauti. Spiritual mtu ambaye tayari anatamani niishi ndani yake. Huyo mtu Yesu aangaliangi sura. Roho Mtakatifu aangaliangi vile anatembea. Roho Mtakatifu aangaliangi vile wanapesa kwao. Roho Mtakatifu angalia kifaa ambacho kiko tayari kutumika na yeye. Either uwe unatembea vizuri, either uwe utembei vizuri, either unajulikana ama hujulikani. Roho Mtakatifu huchagua mahali anaweza kaa na apate nafasi ya kufanya kazi. The work of the Holy Spirit is to work. Hawezi ingilia Mkristo mzembe. Utaki kuomba, utaki kuja ibada kama hii, hupendi kushirikiana na wengine, halafu uko hapa Mtakatifu fanya kazi fanya. Hata vile unasimama Roho Mtakatifu anaangalia sana, niingie hapa tuboeke. Praise the name of the Lord. Roho Mtakatifu anaangalia, he lives in a soul that can accommodate him for work. Na ndio maana Yesu akasema nimewaachia Roho Mtakatifu awasaidie. Kwa
Kwa hivyo Roho Mtakatifu ni mfanyikazi. Ndio maana akiwa ndani yako unaekelea wagonjwa mikono wanapona. Unaombea mtu anapona. Unaombea mwingine mapepo yanatoroka. Unaombea mwingine vidonda vinakauka. Roho Mtakatifu ni kifaa cha kazi. Hawezi ingia ndani ya kifaa ambacho ni kizembe. Hawezi ingia ndani ya kifaa ambacho hakina tamaa ya kufanya kazi. Kama unataka Roho Mtakatifu aweke shinikizo la ajabu ndani yako, kuwa tayari kufanya kazi na yeye. Naomba ujazwe na Roho Mtakatifu, na ukiambiwa tukaombea wagonjwa wa hospitali unasema ndiye ndiyeigua. Roho Mtakatifu kadhini wa mundu teigua. Ukiambiwa tunataka twende tukaone mama mwingine ni mgonjwa tumuombe na tumpake mafuta, sijisikii. Roho Mtakatifu atakagi huko. Roho Mtakatifu anapenda Mkristo wa kujituma. Anasikia twende fasting, kai ni lini? Nimeenda kufua nguo. Friday unamkuta katoloni riba shanda riba. Roho Mtakatifu anatakanga watu wa kujituma. Sio Mkristo wa kuzembea. Hata uko wapi? Niko hapa Usengisi. Ewa urui. Kayuka tuthie mahoya. Roho Mtakatifu hatakangi hao. Anatakanga mtu ambaye akisikia mahali kuna kazi inayomhitaji, anaona huyo mtu amejituma very fast. Nasikia twende tukaombee mama mwingine alipata katoto, na nasikia tu roho yangu inataka kwenda kumwombea. Haya, twende. Twende, hata mimi nataka hivyo. Mnajipata hapo, you are ministering. Roho Mtakatifu hutembea na kifaa ambacho kiko tayari kufanya kazi, kwa sababu yeye ni mfanyikazi. Praise the name of the Lord. Sio Roho Mtakatifu aingie ndani yako alafu umwekange tu hapo. Akarashiruni kukudodo. Inyana hona mutharu na kuthinya hano, ni ndokire gukuikaze. Roho Mutharu aboekire ndaruta wira. Tondu arenda mundu gutamburukia moko oime ahonanie. Arenda mundu gutamburukia moko oime ateithanie. Arenda mundu kwariria ria ngikirathimo kiume thiini wake giteithanie. No uria we thiini wake ri. Mama gitu tothi kanitha tukagoce Ngai. Ndireigua. Reke ngathio kiumia guthikiriria kiugo. Beni ni andathi magasadi. Tutiguthi kuhoya. Nye ndi wa asma. Kesha ndihota. Wale wengine kesha hapa wamelala chini. Wanagaragara hapa wanapigia Yesu, wanapiga nduru. Wanaambia Mungu fanya jambo. Geuza maisha yangu. Fanya maisha yangu yatamanike. Nataka unigeuzie watoto wangu. Nataka ugeuze familia yetu. Wakati wale watu wengine mambo yao yanageuzwa, umelala. That is why Paul, yeye ndiye alifungua makanisa mengi, kwa sababu alikuwa mtu wa kujituma. Yeye ndiye aliandika vitabu vingi ambavyo tunasoma, kwa sababu alikuwa mtu wa kujituma. Ukisoma vitabu vyote vya Paulo unasikianga anaandikia wa Thessaloniki, anawaambia nilikuwa huko Akolosai, nilikuwa Laodikia, nilikuwa Yulene, nilikuwa wapi. Anasema mainchi zote zile alitembea, ni kwa sababu, and that is why Holy Spirit used Paul in a big way, kwa sababu ya kujituma. Praise the name of the Lord. Roho Mutharu ndakuingira hau muturia gakunini hau akuburotini. Na maundu maria akora Roho Mutharu, maundu maria akora ukiaria ti maria ngiuma ateithanie. Praise the name of the Lord. Roho Mtakatifu ni mtu wa kazi, na akiingia ndani ya mtu lazima afanye kazi. So for you, when you want to be filled with the Holy Spirit, now be ready to be used by him. You must be ready. Tiako mwetia agikondo kureka kuhuthira. Praise the name of the Lord. We are tuletie maru. Roho Mtakatifu nataka nijazwe na wewe. I want to be filled by the Holy Spirit. Roho Mtakatifu njoo unijae. Na mururoretia Roho Mutharu atindaga puru takira atiru dungi atindaga. When you are spiritual influenced, be sure that Holy Spirit must you to go and influence something. Praise the name of the Lord. Lazima uwe tayari na wewe kwenda kuguza kitu, ufanye kazi, kwa sababu Roho Mtakatifu sio kimutu ati kinakuja hapa na suti ya white. Unaona Roho Mtakatifu anaingia hivi na suti ya white ati yule Roho Mutharu. No, Holy Spirit is the power of God that resides in man. Praise the name of the Lord. It is the power of God that lives in a man, which helps that man to be extraordinary, do extraordinary things. Mambo tofauti. Unaona umekera mtu mgonjwa Baba, katika jina la Yesu
kwa sababu ya nguvu za Roho Mtakatifu. Hiki kichwa kipone katika jina la Yesu. Alafu mnakaa unasikia mtu anakuambia, "Niwe negiatiga." Kai. Ine mutano ahora. Roho Mutheru wendaga andu mahana uguo, andu marathie wira-ini makaurute. No ti kare thini wako mutwe still. No, Holy Spirit is not still. He is not idle. We don't use an idle Holy Spirit. He is ever busy. And he is looking for people to work with. Ukitaka kujua ya kwamba njia moja ya kujazwa na Roho Mtakatifu ni uwe mtu ambaye ako willing kufanya kazi. Atoka iwa ginya soso anyo akiwa ndurirwo ni haha. Ndirahota kuinama. Na ndumwire soso rehe mugongo ucio. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, kũhetũkĩra Roho Mũtheru wa Ngai, honia soso. Ukamũrekia ũkaigua. Aya. Na nĩũĩ nĩ hahora. Na nĩũĩ nĩ hahora. And this is my prayer. May you begin to work what the Holy Spirit has given you. May you start in